Karibu sana kwenye chaneli yetu ya Dipzone Media, mahala pa tafakari, mafanikio pamoja na falsafa za kimaisha. Chaneli ambayo inachimba ukweli wa maisha kwa kina, inayokuamsha kiakili na kukufanya uanze kufikiri tofauti kuhusu fedha, mafanikio na maisha kwa ujumla. Kama hii ni mara yako ya kwanza kufika hapa, karibu sana kwenye familia ya watu wanaopenda ukweli, si hadithi za kufariji. Na kama wewe ni msikilizaji wa mara kwa mara, asante sana kwa kuendelea kutupa muda wako, kwa sababu muda ni rasilimali ya thamani kuliko pesa. Kabla hatujaanza ndani kabisa ya mada ya leo, na kukaribisha kulike video hii, kushare kwa rafiki au ndugu anayepambana na maisha, kusubscribe kwenye Dipzone Media, na muhimu zaidi, kubonyeza kitufe cha kengele ili usikose maudhui mapya tunapoyatoa. Leo hatuzungumzii ndoto za utajiri wa haraka, tunazungumzia kanuni za ukweli ambazo matajiri wakubwa huzitumia kimya kimya na hatimaye hupata mafanikio makubwa. Matajiri hawana siri kwa sababu ni wachoyo, la hasha, bali ni kwa sababu wanajua watu wengi hawapendi kusikia ukweli unaohitaji nidhamu, subira na kubadilisha tabia. Leo nitakushirikisha siri hizi 6 ambazo matajiri wengi wanakuwa wanazitumia ili kuweza kufikia kilele chao cha mafanikio, lakini watu wengi huzipuuza, na ndio maana huwa wanateseka kila leo kuhakikisha wanapata mafanikio makubwa katika maisha yao. Na hivyo kila moja ya pointi ambayo nitaitoa hapa inakuwa na uzito wake. Hebu tuanze kwa pamoja darasa letu la leo. Siri ya kwanza, wanajua kutumia pesa vizuri. Matajiri wakubwa wana uhusiano tofauti kabisa na pesa zao. Kwao pesa sio kitu cha kuonyesha hadharani au kuthibitisha thamani yao mbele ya watu, ni chombo cha kujenga uhuru. Kisaikolojia, wanajua kuchelewesha raha ya sasa kwa ajili ya mafanikio ya baadaye. Hii ndiyo tofauti kubwa sana kati ya tajiri na mtu wa kawaida. Mtu wa kawaida hutumia pesa kujifariji, tajiri hutumia pesa kujijenga. Matajiri hujiuliza maswali kabla ya kutumia pesa zao. Je, pesa hii itaniletea mapato au itanipunguzia? Na je, matumizi haya yanaongeza thamani ya maisha yangu au yananiweka tu kwenye mzunguko wa kufanya kazi ili kulipa matumizi? Ndiyo maana utaona tajiri anaweza kuvaa kawaida, kuishi maisha ya chini kwa chini, lakini akawekeza mamilioni kwenye vitu visivyoonekana mara moja. Wanajua pesa inayotumika vibaya huwalazimisha kufanya kazi maisha yao yote, lakini pesa inayotumika vizuri huwaletea uhuru wa kifedha. Hivyo kama nawe pia unahitaji kuwa miongoni mwa watu ambao wenye mafanikio makubwa kiuchumi, basi zingatia katika matumizi yako ya pesa. Usitumie pesa zako hovyo hovyo, bali tumia pesa zako kwa mipango maalum. Hivyo unaweza ukawekeza mdogo mdogo katika biashara fulani, au ukafanya katika mambo ambayo yatakuongezea kipato, na sio kuruhusu kutumia pesa zako kwa matumizi ambayo hayana faida yoyote au hayakutengenezei kipato cha ziada. Ukizingatia mambo hayo, na kuhakikishia ewe ndugu msikilizaji, utakuwa ni mtu mzuri sana katika kuijenga kesho yako. Siri ya pili, wana vyanzo vingi vya mapato. Wakiwa na chanzo kimoja cha mapato, wanajua maisha hayana uhakika, biashara zinaanguka, ajira hupotea na soko hubadilika. Wanasaikolojia wanasema kwamba kisaikolojia wanajenga utulivu kwa kujitengenezea njia nyingi za pesa kuingia. Wakati chanzo kimoja kinapungua, kingine kinaziba pengo. Tofauti muhimu hapa ni kwamba matajiri hawatafuti kufanya kazi nyingi tu, bali wanajenga mifumo ya mapato yanayofanya kazi hata wao wakiwa hawapo. Watu wengi hukwama kwa sababu wanauza muda wao tu. Matajiri huuza mawazo, mifumo na thamani. Hii inawapa uhuru wa muda na uwezo wa kupanua mapato bila kuchoka kimwili. Siri ya tatu, wana elimu ya kifedha.
Elimu ya fedha ndiyo silaha ya siri ya matajiri wakubwa. Wanajua jinsi pesa inavyopatikana, inavyopotea na inavyoongezeka. Wanajua riba inavyofanya kazi. Wanajua mikopo inaweza kujenga au kuharibu, na wanajua tofauti kati ya mali na mzigo. Kisaikolojia, mtu asiye na elimu ya fedha huwa mtumwa wa pesa, lakini mwenye elimu huwa bosi wa pesa. Matajiri hawafanyi maamuzi ya kifedha kwa mihemko. Hawanunui vitu kwa sababu ya shinikizo la kijamii. Wanajua thamani ya kusubiri, kuwekeza na kupanga. Ndiyo maana mtu anaweza kupata mshahara mkubwa lakini akaishi kwenye madeni maisha yake yote, huku mtu mwingine mwenye kipato cha kawaida akijenga utajiri mkubwa polepole. Elimu ya fedha ndiyo inayotofautisha kati ya mtu tajiri na mtu mwingine wa kawaida. Siri ya 4. Matajiri wengi wana network ya watu sahihi. Matajiri wanajua kuwa huwezi kufika mbali peke yako. Wanathamini sana mtandao wa watu waliozunguka. Kisaikolojia, wanajua mazingira yanakuunda. Ndiyo maana wanachagua kwa makini watu wa kusikiliza, wa kuwaiga na wa kushirikiana nao katika mafanikio yao. Watu wanaokuzunguka kuathiri jinsi unavyofikiri, unavyochukua maamuzi na unavyoona fursa. Network ya matajiri haijengi kwa bahati. Wanahudhuria maeneo sahihi, wanajifunza kuzungumza lugha ya thamani na wanajenga mahusiano ya muda mrefu. Mara nyingi fursa kubwa hazitangazwi, kupitishwa kimya kimya kwa watu walioko kwenye mtandao sahihi. Ukiwa na watu sahihi, hata makosa yako yanarekebishwa mapema. Siri ya 5. Wanafanya kazi kwa ubunifu. Matajiri hawashindani kwa nguvu, wanashindana kwa fikra. Wanajua kuwa kufanya kazi kwa bidii pekee haitoshi kama hauna mbinu na ubunifu katika vyanzo vyako vya mapato. Kisaikolojia, wanajiuliza maswali tofauti. Ninawezaje kupata matokeo makubwa kwa rasilimali ndogo? Ninawezaje kufanya jambo hili mara moja likanipa mara nyingi zaidi? Ubunifu unawaruhusu matajiri kuvunja mifumo ya kawaida. Badala ya kufuata mkondo wa wengi, wanatengeneza mkondo wao. Ndiyo maana mara nyingi wanakosolewa mwanzoni, lakini baadaye huigwa. Ubunifu sio kipaji cha kuzaliwa tu, ni uwezo wa kufikiria tofauti na kuthubutu au kujaribu. Hivyo matajiri wengi wanakuwa na connection ya watu sahihi, pia wanakuwa na ubunifu katika kazi zao au miradi yao waliyoanzisha. Ubunifu huu ndio huongeza thamani ya kazi zao wanazozifanya, hivyo kupelekea kuwa na mapato makubwa katika biashara zao au kuwa na mapato makubwa katika vile vitu ambavyo wanavifanya. Siri ya mwisho, siri ya 6. Wanajifunza kila siku. Yaani, matajiri wengi wanakuwa wanaongeza elimu endelevu. Hii ndiyo tabia inayoweka matajiri mbele kila wakati. Wanajua dunia haikai pale pale. Maarifa ya leo yanaweza kupitwa na wakati. Kisaikolojia, matajiri hawajioni kama wamefika mwisho. Wana akili ya mwanafunzi. Hata wakiwa na pesa nyingi, wanasoma vitabu, wanasikiliza mijadala, wanatafuta maarifa mapya kuhusu teknolojia, biashara na tabia za binadamu. Elimu yao haikuishia shuleni. Ndiyo maana wanaweza kubadilika haraka wanapoona mabadiliko ya soko. Watu wengi hushindwa si kwa sababu hawana akili, bali kwa sababu wanaacha kujifunza. Mwisho wa yote, utajiri hauanzii kwenye akaunti ya benki, unaanzia kwenye mtazamo wako wa akili. Siri hizi 6 si ngumu sana kuzifuata, lakini zinahitaji nidhamu, subira na uamuzi wa kubadilika. Matajiri wakubwa hawana uchawi, wana tabia sahihi zinazorudiwa kila siku. Kama leo umechukua somo moja tu, anza kulifanyia kazi. Usitake kubadilisha kila kitu mara moja. Badilisha fikra, tabia na mwelekeo wako hatua kwa hatua. Mafanikio ya kweli hujengwa taratibu, lakini hudumu kwa muda mrefu. Asante sana kwa kusikiliza chaneli yetu ya Dipzone Media. Kama umeona thamani hapa, like, share, subscribe na bonyeza kitufe cha kengele ili usikose maudhui yajayo.
Kumbuka, siri za mafanikio zipo wazi, lakini ni wachache wanaochagua kuishi kwa kuzitumia. Asante sana.